Nisikilize basi. Unajua anko amerudi sasa. Nilikuwa nafanya mipango ili je baadaye. Nisikilize basi. Mimi naomba baadaye utakuja sana kupigia simu. Sawa sijana. Kwani mimi na tunazuriana? I love you too, baby. Basi nitakupigia baadaye. Baby. 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 Shiva. Amka. Outside. Kasolo. Sabona. Leo umenifanya kitu kibaya. Yaani leo ni umenifanya kitu kibaya sana. Nimekwambia mimi uniamshe saa 1. Mimi nina kikao na watu muhimu sana kuanzia saa 4 ofisini. Na saa hizi naenda saa 3 kasoro sasa. Kwa nini unaniamsha mpaka saa hizi? Jamani, sana nimepitiwa. Na tunajua sana usiku kucha na zile shida zako. Leo kiukweli kabisa umeniweza. Haki ya mama. Yaani umeniweza kabisa. Yaani na watu wa muhimu sana. Utakuwa kuonana nao leo. Najua nilipitiwa na zile shida zako usiku kucha. Usitaki kuniambia kwamba hata gari haijaoshwa. Ile kumeshaoshwa muda mrefu na nimeshamlipa Taila Moshani. Sawa. Baby. Mimi sasa mimi nimekwambia na thank you baby. Nete. Yaani unataka kuniambia kwa sababu nimechelewa kuamsha kwa sababu na hizi simu zako. Baby. Jamani. Nini? Kwani ngoja mkaa. Nini kwa tatizo? Si nimekwambia kwamba mimi na kikao muhimu ofisini, lazima kwanza nipitie nyumbani.
Alafu ndo niende ofisini. Nishachelewa sasa. Sasa hivi ndo unachelewa. Kivipi sasa? Hebu niache niende kwanza. Na maana unataka kuniambia kwamba ujue? Au umeshanichoka? Hebu acha maneno yako ya kifedhuli wewe. Acha kabisa. Sasa endelea kufungua ile bakuli lako uone nitakachokufanya mimi. Umeshinda alfajiri. Utaanza na pili. Sasa mimi naomba nikwambie kitu. Sawa. Kwa nini kila siku haipiti wiki mimi na yeye lazima tugombane? Kwa nini tunapenda kugombana au vitu ambavyo havina sababu wala havina msingi? Unajua? Mimi na wewe tugombane. Sawa. Wala atusemezane. Si unanielewa? Mimi nilichofanya kujaribu tuwe kukumbusha wajibu wako. Au nimekosea? Wajibu upi ambao mimi siujui mpaka wewe unikumbushe? Ni wajibu upi? Niambie hii nifahamu. Sasa ndo lumbana kote. Kisa ni hicho. Hivi baby, kwa nini ukinielekeza, yaani uwezo ukanielekeza kitu mimi taratibu nikakuelewa mpaka tulumbane? Sisi sio watu wadogo bwana. Mimi sio mtoto mdogo sasa mpaka utulumbane kwanza ndo uniambie unachokitaka. Maana yake ni nini? Kamata. Wewe. Shingapi? Shingapi? Milioni 1 hiyo. Milioni 1. Kwa hiyo uitaki ama kitu gani? Sikuelewi. Nilikomba milioni 3. Sasa kama umeniomba mimi milioni 3, saa hizi nimekupa milioni 1. Baadaye nikija sinakupa milioni 2. Tatizo lilikuwa kama usitaki nichukue mwenyewe hela zangu. Mbona? Kijinsia baba, hadi lini mateso kwa wanawake? Na usisahau kusalimia kaka zako. Have to know this. Maisha yetu
miaka 13 ya ndoa. Ninachovuna ni mateso, kupigwa na macho. Manyanyaso kwa wanawake, unyanyasaji wa kijinsia umeota mizizi pande zote. Manyanyaso ya kijinsia baba, hadi lini? Mateso kwa wanawake, hadi lini? Lazima tubadilike baba, hadi lini? Utahangaika kunitafuta mashariki na magharibi, utatamani kuachana na mimi mama. La 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 la. Kila kukicha ni habari za majanga. La 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 la. Shikamoo. Mara. Wow. Jambo. Hii ndio inawategemea. Hii ndio utakuwa walimu na nyumba hii. Sawa? Baba, najua saizi mtoka kazini na umechoka, lakini ukishapumzika naomba maongezi na wewe. Nyinyi ndio walisi wa nyumba hii. Hamna mtu mwingine. Manyanyaso ya kijinsia baba, hadi lini? Mateso kwa wanawake. Yaani umetumbua macho juu. Unatamani umwambie Mungu akushushie mwanaume mwingine tofauti na mimi. Nakupa pole. Haya ndo mapenzi gani sasa? Mtu unarudi, haupokelewi, mtu hamna anayekuhendwa hata mmoja, halafu unasema unataka mapenzi. Mapenzi gani? Manyanyaso ya kijinsia
Bwana. Sasa haya ndo mapenzi gani haya? Kwa mapenzi gani hasa unaonyesha mpaka mimi nikae nikupende wewe? Sinaongea na wewe. Alafu wewe na hawa wazee kuna kitu mnanitafuta. Na mimi nakwambieni hamniwezi. Yaani hamniwezi hata kidogo. Ni bora uniache moyo wangu ukatulia. Umeona maneno yako kifedhuli Umeona Sikiliza nikwambie wewe mwanamke. Nitakupiga makofi. Usifikiri mimi nawaogopa hao wazee hapa. Si waogopi hata kidogo. Nitakutia makofi sasa hivi. Ni bora uniue. Nimechoshwa na haya maisha. Nitaishi hivi mimi hadi lini? Wewe sikiliza wewe. Una lolote? Ni wivu pekee ndio unakusumbua. Wivu wa kijinga kabisa. Hauna kichwa, hauna miguu wala hauna maana yoyote. Ni wivu tu ndio unakusumbua. Sikuolewa ili nikuonee wivu, bali nikupende na kukuheshimu. Sio kunifanya mimi kijakazi wa mahaba. Eti wivu. Wivu katika nyumba duni kama huu? Unasema? Yaani unalopoka tu. Unalopoka vitu ambavyo yaani wewe unalopoka tu. Unyumba duni. Kama mimi unyumba wangu ni duni, sasa wewe unafanya nini hapa? Si uondoke. Uondoke katafute huyu ambaye atakaye kuulizisha wewe hizo haja zako kama mimi hali yangu ni duni au mahaba yangu ni duni au nyumba yangu ni duni. Na ngoja talaka yangu, na itapendeza zaidi ikiwa kama ni kifo. Nimechoka. Hivi mke wangu, umenizalia mtoto aina gani? Sikutaka mtoto wa kiume wewe sasa. Sawa kiume, lakini homoni matendo unayofanya? Sasa mchungwa. Tukalini ukaza mtope. Umesahau zama zako? Sasa usikaribishe mambo ya zamani ya kijijini. Wakati mwenyewe ulikuwa bonge la mshamba. Huyu mwanamke bwana na madigiri yake. Unasikia? Mwanamke ni mwanamke popote pale alipo. Haijalishi yuko katika mazingira gani. Anastahili kuthaminiwa na heshima. Sasa asifanyike basi mwanamke wa watu. Ni kweli, lakini pilipili za kale hazitofautiani na za leo. Sikiliza, usiwele kujibu kimkato. Utakuja majibu hapo na mapakati sasa hivi. Pumwa makofi. Umenipigia vingapi mpaka leo nishangae? Najutia sana unyumba wa binti yangu. Unachojuta au unajuta kitu gani? Na kuuliza utajuta kitu gani? Wakati ulipopokea mali wangu ulipokea kwa mbwembwe na fahari kubwa. Lakini sikumwezesha ili amtese binti yangu na yeye. Wazee wenzangu, nawaombeni sana tena sana. Mwambieni kijana wenu, hivi mwanamke ataendelea kufanywa hivi hadi lini? Mpaka tunachoka sasa na si wazazi. Babu. Nenda juu ukamwambia baba yako ninamwita. Mzee mwenzangu, kumaliza mazungumzo na mwanao. Hamna wasiwasi mzee mwenzangu. Lazima tubadilike baba. Adilini.
hadi lini manyanyaso kwa wanawake, unyanyasaji wa kijinsia umeota mizizi pande zote. Kila kukicha ni habari za majanga, huyu kafanywa hivi na huyo vile. Kutokana na ukiburi wako na ufidhuli wako, ndio maana mimi wewe nakuona kama kinyato vile. Hivi wewe unategemea nini? Na msululu wa mahawala uliokuwa nao, mke nyumbani atakuwa na thamani gani? Thibitisha kama una ushahidi na hicho unachokizungumza. Wewe uthibitisho ulio machoni pa Mungu mimi pekee unanitosha, lakini naamini takula Mungu atanilipia haya. We, kwa kuwa kuna siku ulimkopa, si ndio maana yake? Njoo hapa. Unasemaje? Hivi ni mtoto gani mwenye mapenzi na baba yake anakaa kutwa nzima bila kumuona, lakini mimi kwa watoto wangu hii imekuwa ni kitu cha kawaida, kuwa na baba asiyewapenda, asiyewajali wala kuwathamini watoto wake. Wewe Bulukenge wewe, I'm talking to my son now. Mama kitu maana yake ni nini? Shokoro. Mwanangu, niambie kuna nini? Babu yeye anakuita. Babu yeye ananiita. Sawa, kamwambie mimi nakuja, sawa? Na vipi mwalimu wa tuition amekuja? Ndio haja na okay. Unyanyasaji wa kijinsia umeota mizizi pande zote. Tayari Rozi, na uhakika tayari nishapiga jungu ile konki ile ngii, yani ile konki ile ngii shapenyezea tayari majungu ili unigombanishe. Na maana wazee naona wanakuja juu, wanataka kunijia juu mimi. Ulali wewe? Na upataji wewe usingizi? Na upataji? Wewe unadhani nyumba ni kula na kulala tu? Kumbe ulikuwa unatakaje mama? Najua unachokitaka. Najua unachokitaka. Najua sana. Aya, ulikuwa unatakaje? Wewe bwana, nenda kawasikiliza wao wazee, pengine watakwambia. Mimi nimechoshwa na wewe. Yaani nimechoshwa. Kwa wazee ndo atakoniambia kama ni chini au juu. Yaani nimekuchoka, yaani nimechoka takula, nimechoka. Kila kukicha ni habari za majanga. Hatukuja hapa kuja kwa shughuli kama huo. Unajua siku nilipeleka pesa za mahari kwa rafiki yangu Kami, nilijua kapata mko madhubuti na sio mko duni kama mwanangu. Sama maneno yote hayo ya nini? Wewe zungumza vizuri na mwanao. Na mimi nafuata mkuu wangu huko juu nikazungumza naye ili mambo haya yaishe.
Kio unaniita? Kwa mimi nikwambiaje? Nilikwambia ukishapumzika na mazungumzo na wewe. Sasa twende nje tukaongea faragha. Odi. Mama. Odi. Mama, tafadhali naomba tuzungumze. Najua umechoka sana. Unahitaji kupumzika. Mama, haya nilionayo mapumziko yangu ni kipindi cha mbali sana na ambacho hata sidhani kama naweza kufika kirahisi. Basi naomba tuzungumze huku kwetu. Maana huko kwenu kuingia mimi sio haki. Hamna shida yangu. Mimi naheshimu sana mila za Kiafrika, lakini kwa mazingira kama haya karibu tu tuzungumze kwa pamoja. Sikiliza bwana mdogo. Mkeo hakutuita hapa kuja kuwatembelea wazazi wake. Nadhani hilo wewe unalifahamu, si ndio? Mimi najua tu. Mkweo wewe ni mtu wa kuzusha tu. Tayari ameshavizusha vitu vya kuzusha na akavizusha akavikashushiwa na akavizusha akavileta kwetu. Kuzusha kivipi? Wakati kila jambo ni dhahiri linaonekana. Mkweo ni mbunifu kweli kweli kwenye kuzusha. Mkweo ni mtu ambaye anazusha vitu tofauti na unavyofikiria. Sikiliza bwana mdogo. Wewe huko unapokwenda huko, kama wewe unakwenda, mimi mwenyewe nisharudi. Kwanza nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe jana ulilala wapi? A, B. Kwa nini umerudi saa 5? Nipe jibu. Lakini baba. Lakini nini? Sikiliza. Wewe sasa hivi ni mwanaume, tena mtu mzima, mwenye maamuzi na atakaye mwenyewe. Bwana. Unaweza kuamua lolote leo. Unaweza kaamua kuongeza mke wa pili na ikawa sawa tu. La utakuongeza mke wa pili, basi huyu binti wa watu huyu umwache kwa salama na amani na sio kumnyanyasa. Unanitia aibu. Wala. Sasa swala lako la pili hilo mimi ndo nimeliacha. Unajua sijakuelewa ni ofisini unanitafuta. Yes, hello. Aya. Bwana, nimesahau kabisa. Ni kweli Aya. Yaani nimesahau kabisa kama kuna mkutano leo. Ndugu yangu, naomba tu univumilie na unisamehe mimi. Yaani nipo katika matatizo makubwa sana. Ni ya kifamilia tu. Sawa, lakini naomba tu muniwakilishe vizuri. Sikiliza nikwambie kiongozi. Haya matatizo nikisema nikuelezee kwenye simu hatutayamaliza. Ni vyema tukakutana, alafu nikaanza kukuelezea moja baada ya jingine. Natumai utanielewa. Naomba nikusanyie hizo dokumenti zangu zote, data zote, alafu kifika utanikabidhi. Naomba mniwakilishe jamani, niko chini ya miguu yako. Haya, asante. Tuachane na mkutano, tuendelee na mada yetu. Sijakuelewa bado. Baba, swala lako hili la pili la kusema kwamba niache mke alafu nioe mwingine, mimi nimeliacha kwa asilimia zote. Swadakta kabisa. Ninachokitaka mimi na ninachokipanga sasa hivi ni kumwacha Rose alafu mimi nioe mke mwingine, ili nijiachie na nyumba yangu, niwe huru na nyumba yangu, niwe free na nyumba yangu. Hapa nilipo ni mizozo kila siku kisa yeye. Kwa nini? Baba, uko sawa kweli katika kichwa? Au ubongo umekwenda likizo?
Uko sawa? Niko sawa baba. Mama, kama ni napaswa kuvumilia. Haya ndio mambo ya ndoa. Kumbuka una watoto mwanangu. Lakini kumbuka kwamba hakuna kitabu chochote cha Mungu ambacho kimesema kwamba mwanamke ateseke kwa sababu kiasi kwamba ameolewa. Sawa mwana. Hata mimi inaniuma sana, roho yangu inauma sana. Lakini elewa, wote tumetokea huko na tuliweza kuyavumilia yote haya mwanangu. Wakati huo mwanamke, ulimwengu wa mwanamke ulikuwa umegubikwa na wimbi la unyonge. Sasa itavumilika mpaka lini mama? Sasa tufanyeje? Wakati baba yako yuko na mumeo ili amrekebishe. Hapana mama, mwanao amekuwa sugu. Mwanao amekuwa sugu mama. Mimi ninachotaka ni kitu kimoja tu hapa. Mimi ninachotaka nipe talaka yangu. Mama, Mama, mimi nasubiri talaka yangu. Kijinsia baba, hadi lini mateso kwa wanawake, hadi lini lazima tubadilike baba, hadi lini manyanyaso kwa wanawake, unyanyasaji wa kijinsia Umemfanya nini mamangu? Nimfanye nini mama wako? Kwa nini anatoka analia? Swali hilo labda nikuulize wewe. Pengine analia kwa sababu nimemweleza msimamo wangu. Ni msimamo upi uliyemweleza? Msimamo upi? Swali hilo ingekuwa vyema ukamuuliza yeye mwenyewe. Unajua wewe mwalimu wako aliyekufundisha ukiburi, ufedhuli na ujeuri amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Tena inaonesha wazi kwamba kweli aliweza kuifanya kazi. Ni kweli. Baada ya mwalimu wa upendo, nidhamu na uvumilivu kushindwa kazi yake. Kwa kweli ni bibi. Sasa kama mwalimu alishindwa kufanya kazi yake, kwa nini singekushauri wewe uondoke hapa nyumbani kwangu, ukanacho nikiwa niko free, nikiwa najiachia na nyumba yangu, nifurahie nyumba yangu, nikae na familia yangu kwa amani na upendo. Nilichukuliwa kwa wazazi wangu. Na usizani kwamba nashindwa kuondoka kisheria, ningeweza. Lakini nimetaka kuwapa heshima wazazi wako na wazazi wangu. Ni heshima gani ambayo unaitaka mimi niitekeleze hapa muda mfupi tu? Ni heshima gani unayoitaka nikufanyie? Ukiwa ukimwacha mwanamke aliyenizaa mimi anatoka huko akiwa analia. Nadhani analizwa na vitu ambavyo wewe kama mwanaume unapaswa kuvifanya ambavyo hata mimi navisubiri. Ni vitu gani ambavyo unavisubiri kutoka kwangu ili nikufanyie? Ambavyo mimi nashindwa kuelewa nikufanyie kitu gani ambacho unakitaka kila siku afu mimi nashindwa kukufanyia. Niambie sasa hivi ni kitu gani ambacho mimi natakiwa kuifanya kutoka kwangu? Hujui. Au unapenda kunisikia kila siku nikiongea? Sio vizuri kutaka kulisikia jambo ambalo wewe unalifahamu. Okay, unahitaji talaka, si ndio? Hilo la kwanza.
Umeitafuta na sasa umeipata. Nipe dakika chache tu. Na ingoja kwa hamu. Shika. Si ndio kitu ambacho wewe unahitaji sana? Chukua. Chukua. Yes. Thank you, God. Today you give me big gift. Today. I appreciate you. Thank you. Yaani sasa hivi sasa nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi nilijua tu ulikuwa unataka hiyo tangia siku ya harusi yetu, tangia kanisani ulikuwa unataka hiyo pete yako. Sasa leo ushachukua. Sasa hapa niko huru, nasubiri siku ambayo wewe utaondoka nyumbani kwangu. Umepokea kwa raha tu, kwa bashasha tu. Umepokea ukiwa moyo wako ukiwa happy kabisa. Yes. Ukuwa na wewe hizi pete zako zilizonipa kinafu. Okay. Fine. Niambie mama, lini sasa unaondoka ndani ya nyumba yangu? Ingekuwa vizuri ukaanza kuondoka wewe, wakati mimi nikisubiri wakili wangu akifuatilia hili jambo. Sema nani akifuatilia hili jambo? Utamwona panapostahili akisaidiana na wanaostahili kufanya yanayostahili kwetu. Think about the love the woman gave. Love to know thee. Utakusanya watu hapa na hela ya kuwaita hapo ya kula hakuna. Ya piwa. Unafanya mpaka kualia nini? Mambo ya kawaida tu. Nyamaza, futa machozi yako. Mkangu, unajua muda wote huu sijui nini kinachoendelea. Na sijui tumeitiwa kwa kitu gani. Unajua, naona tu uchuro, watu wanalialia tu bila sababu. Wanalia ovyo. Ni kweli mume wangu. Cha msingi ni kumuuliza mzee mwenzako tu ili tujue nini. Maana hata mimi sielewi kitu chochote kinachoendelea hapa. Unajua kama unyumba wa binti yangu umekwisha, basi watuambie tujue nini cha kufanya. Lakini napenda ufahamu kwamba utafute pahali pa kumpeleka. Kwangu mtu aliyeachwa hakai. Sikiza nikwambie mume wangu. Ukumuuza mtoto hana kwao. Sasa katika mazingira haya wewe unategemea nini? Tumwacha nyanyasike tu eti kisa umemoza? Hapana mume wangu, mimi sikubaliani na hilo kabisa. Tafadhali nisikilize. Nasema hivi, ikiwa ataachika utajua mahali pa kumpeleka. Na safari hiyo inaanzia hapa. Haituanzia nyumbani kwangu. Mami. Sasa nini? Avishi. Wewe tinshika mpaka saa ngapi kama gari kata mafuta? Ndio unamaliza kwa? Ndio zangu. Niwe radhi lakini naomba tukaongee kidogo pale nje. Kuongea pale.
nikute unalia. Ungeingia ndani tuna mazungumzo ya kutume. Bwana Kambi, siku hizi sisi hatuzai watoto, tunazaa makenge. Inategemea, sio wote makenge, lakini kuna wengine ambao wanafaa. Wapo, sikatai, lakini si mimi na mtu mwenye mji huu bwana. Kwa nini unasema hivi? Unajua dhamira yake, ndio mama yake analia kwa sababu dhamira yake ni mbaya. Kwani cha ajabu nini? Sasa kamwache huyu mwanamke afu awe mwingine. Kama akili yake ndivyo inavyomtuma, amwache. Lakini unasema kitu kimoja, sitaonesha mahari na yule binti hatarudi nyumbani kwangu. Hapana, useme hapana. Sisi ni watu wazima, lazima tuwe msafi. Nimetoka na mkwe ili kuweka sawa ya mambo. Unajua bwana, binti yangu bwana ana bahati mbaya sana. Walikuja vijana wengi wazuri wana nafasi zao, nikakatalia. Kumbe vile nakwenda kumtupa kwenye pango la mbwa mwitu. Kambi, tusitukanane kirejareja. Naelewa bwana, mimi si mjinga. Mimi nakwambia kinachotakiwa hapa ni kuwaita, tunawahoji, halafu tunaweka sawa, kwa sababu ndio mimi niloitiwa na mamkwe. Tawekaje sawa ambapo mwanao wewe anamwona binti yangu mimi kama chawa? Sema nini gani? Yuko gani? Sasa nitaka nifahamu, hakikisha kabla haujaondoka umenikusanyia pepa zangu zote, unikabidhi mimi mwenyewe. Yaani ustahili kufanya, mimi nimeshafanya, nishamkabidhi wakili wangu. Kwa hiyo na wewe fanya ya kwako, mkabidhi wakili wako. Kwenda wewe bwana, usinijibu bwana wewe. Unaweza kunijibu ovyo ovyo mimi? Nenda kakilee Kiserengeti Boys chako hicho. Wewe unadhani mimi kama wewe na hao malaya wako wa ushirika? Unasemaje? Umenisikia? Unaongea nini Lozi? Wewe, hivyo unaongea nini wewe? Unacheka. Mimi naongea
wewe unacheka. Kilichokuchekesha ni kipi mama? Kilichokuchekesha wewe ni kipi? Kipi kilichokuchekesha? Mimi naongea unacheka. Unacheka maana unadharau mimi. Naongea. Unacheka. Unacheka. Mimi naongea. Chakula. Bwana anafunga mtoto wa watu. Mimi naongea unacheka. Simisi kwamba mimi naongea upuuzi, kitu ambacho kieleweke, hakina macho wala miguu, hakina mbele wala nyuma, kiasi kwamba mimi naongea pumba takataka tu hapa. Ndio unafanya unacheka. Kurukenge wewe. Eti unacheka. Wewe unacheka? Nakuza unadharau. Unadharau. Unacheka? Ya nao mkubwa. Chakula niache nilee wanangu. Niache nilee wanangu. Niache na wewe. Niache. Nimesema niache na wewe. Sikiliza. Mama yako anajifanya yeye ndio kiboko wa kunijibu mimi ovyo. Sasa leo anakula wachuya. Nimechoka. Nimechoshwa na wewe. Nimechoka, niache. Unasemaje wewe? Unasemaje? Tafadhali niache nilee wanangu. Niache nimesema. Usiniue. Nyanao mkubwa wewe. Wewe unaweza ukaniletea mimi jeuri? Unaweza ukaniletea mimi fadhuli wewe? Unaweza ukaniletea mimi jeuri wewe? Nitakushambulia nalo mimi. Mbavu wewe. Lazima tubadilike baba. Hadi lini manyanyaso kwa wanawake, unyanyasaji wa kijinsia umeota mizizi pande zote. Kila kukicha ni habari za majanga, huyu kafanywa hivi na huyu vile. Mwanamke anastahili kuthaminiwa na kupendwa na kuheshimiwa na kutodharauliwa kwa aina yoyote, na kutodharauliwa kwa aina yoyote. Manyanyaso ya kijinsia baba. Mateso kwa wanawake. Uko salama mama? Haya yote yatakwisha. Pole, wewe muhanga wa jambo hili. Manyanyaso ya kijinsia baba. Mateso kwa wanawake. Choma.
Njoo hapa. Mama, tafadhali mwambie mumeo na mazungumzo naye ashuke huko chini. Manyanyaso ya kijinsia baba. Yaani juhudi zangu za kumlea binti yangu yule, navuna ufedhuli walifanywa kama huo. Binti yangu si fedhuli na wala sijamlea kifedhuli. Hastahili kabisa kufanywa mambo kama haya. Laiti angekuwa na baba anayempenda na kumjali, leo yeye angesimama kidete kumwokoa katika janga hili. Ina maana mimi sina uchungu na binti yangu? Wewe kama una uchungu basi fanya leo muokoe katika muonevu huu anaofanyiwa. Nitafanya, utaona. Ndio ufanye. Fanya ndio. Atatoka. Ndio. Lakini fedha gani si mwanangu fedha? Kama mke humtaki mwache wewe mwingine. Kizama pesa unayo, mali unayo. Wewe ni mwanamke gani atakumkataa? Hilo ndo naona la msingi. Ovyo kuna athari zake. Hakuna mlezi mzuri wa watoto kama mama. Manyanyaso ya kijinsia baba. Hadi lini mateso kwa wanawake? Hadi lini lazima tubadilike baba? Hadi lini manyanyaso kwa wanawake? Ukijana naona heshima imekwisha. Nasubiri maiti ya binti yangu, lakini nitahakikisha na mimi pia naacha maiti ya mtu mmoja huko ndani. Nendeni mkamsaidie dada, sawa? Usiwe na wasiwasi, hamna baya yote atakayonipata, niko salama sawa mama? Msaidie dada, sawa? Na naenda kumwambia ukweli kwamba nakutwanga talaka. Hiyo takula wana mtishi. Yaani itakuwa ni barafu. Tena barafu jangwani. Moyo mbadi. Hapo mtisha. Alafu unajua wewe utajuta ukiachwa na mimi.
Nitajuta kwa sababu ni mfalme wa upendo hapa duniani. Bwana mkubwa, sisi hatukuitwa hapa na mkeo kuja kuonyesha wewe hodari kumpiga mkeo. Na huo mambo ulitumia wana hauna faida yote. Mimi nilikuwa mamba zaidi. Mimi nilikuwa gari kipakia hapa na beba peke yangu gari nzima nikapembea mpaka napata site naondoka peke yangu. Ng'ombe nilikuwa nachinja peke yangu ng'ombe mzima dume. Na mbwaga sina chinja. Wewe unaweza? Fanya mama. Nakuuliza unaweza? Lakini baba, kwani unafanya haya? Inuka safiane kama mwanamume si mwanamume. Njoo. Kuonyesha zamani Tyson alikuwa fanya mazoezi na nani? Moto mkubwa. Kiwango. Nizuie muua sasa. Nizuie, nina hasira. Nizuie. Usipiga kichwa kubwa tu bila sababu. Sema. Utaacha kama stand up. John, yezenu za Egyptian sasa hivi. Njoo. Kama. Mzee, haitusaidia kwa kumpiga bwana. Ninachoomba ni kwamba mwambie asante sana kwa alichomfanyia mimi. Nachosubiri hapa ni talaka tu mtoto wangu. Niondoke naye mchana huu. Umesikia maneno elong'a kwa zako? Wanakuambia hivi, nenda kamtwange talaka mkeo wachukue mtoto wao. Na mimi ninakwambia mtwange talaka na mimi nikuachie radhi hapa hapa. Niondoke muda huu hapa, sikae tena. Babu. Sasa mimi nitaongea nini jamani? Wakati yeye mwenyewe mke wangu kaamua kuupeleka unyumba wetu kwa mwanasheria ili yeye akapatiwe taraka na mahakama. Mimi nitaongea nini? Mimi sijazaa mtoto wa kike wa kwenda mahakamani. Ndio hivyo sasa. Kaamua kwamba yeye sasa hivi mimi na yeye kwa kuwa mwenzangu yeye ana elimu kubwa kumshinda mama yangu, maana kaamua afanye hivyo. Hapana, kwa hilo mimi nakukatalia. Hapana kabisa nakukatalia. Hakuna mwanamke anayedai talaka bila ya sababu. Wewe si mume? Wewe ndio unajua sababu. Kwa nini yeye mahakamani? Tuambie sababu. Wewe ndio mume wake. Lazima utakuja unajua sababu kwa nini mkeo aende mahakamani. Mimi sikuzaa mtoto kupeleka kesi mahakamani. Baba anataka kwenda mahakamani kwa sababu yeye mwenyewe anadai kwamba anahitaji kuwa huru na maisha yake. Awe anakwenda baa, anakunywa pombe. Kubwa zaidi, amedai mwenyewe kwamba anataka awe na wanaume tofauti tofauti anaowataka yeye. Awe anavaa suruali na atoke ndevu kama mwanaume. Kumbe binti yako ndio binti Ngoma. Hapana. Binti Ngoma ndio yeye. Yeye ameolewa. Hizo hakana kuta. Mambo ni kuta. Sikiliza baba. Yule ni mkeo. Ikifikia mke anatoa amri kama hizo, hakuna mwanamke anatoa amri kama hizo. Ni kumwacha tu. Mwache tafuta mwanamke mwingine ambaye atakusikiliza wewe katika amri. Mwanamke kazi yake ni kukaa nyumbani, kuzaa watoto na kumpikia mume wake, sio kuleta lile Kiswahili cha ajabu ajabu. Sasa hapa tutakiwa wewe kumwacha yule na kuoa mke mwingine ambaye atakuwa anaweza kukusikiliza wewe. Basi naombeni mnitie binti yangu aje azungumze mbele yenu. Kama ni kweli asemayo mmewe, basi sina budi kuondoka naye.
Maana kibao changu kizuri tuane nazo. Hata mimi nasema aje hapa atuambie mbele yetu. Nitajua ni nini cha kufanya. Kamati. Jamani sikilizeni. Huyu asitaki kutusumbua sisi akili zetu. Sawa? Mkwe wangu namfahamu. Hana tatizo lolote. Nilishazungumza naye. Lakini mama, wewe unashindwa kuelewa kitu. Mkweo huyu unayemfahamu wewe sio yule. Ni amebadilika kabisa. Yaani amebadilika kabisa, sio yule unayemjua hata siku moja, sio. Alafu na wewe usituletee hapa sherehe za Beijing. Sasa hapa tumekuja kurumbana au tumekuja kutengeneza? Watu wanaitwa Beijing hapa. Unasikia mzee? Hapa tumekuja kurumbana. Hapa tumekuja kuwarekebisha hawa na kujua pande zote tatizo liko wapi. Turekebishe waishi vizuri. Sawa? Na sio kuchochea migogoro kwa hawa netu. Lakini mama, mke wangu amebadilika. Hayuko tena vile kama unavyofikiria. Baba, usipoteze muda. Kamwite mke wako hapo. Sio yule. Nasikia mzee, siweza nikwambia. Mke wake ndio aliyopita sisi hapa. Kwa hiyo tunapaswa kuliangalia kwa makini hili jambo kwa busara zaidi kama wazazi. Sawa? Sio kumsikiliza yule mwendazimu. Na kama unasema mke wako amebadilika, hainiingia akilini. Hainiingia akilini hata kidogo. Sawa? Hainiingia akilini kwa sababu yeye ndio alopita sisi kuja hapa. Na wazazi wake pia wako hapa. Alafu eti waseme awe hataki kuja, mke wangu kabadilika. Uongo mkubwa, tafuta uongo mwingine. Mjinga mkubwa, maandazi. Kamwite. Haraka kadhaa, roho mwingine unapoda kama kadhaa. Kama mkaanga sumu vile. Maalum sana. Think about the love the woman gave. Unaongea na nani? Sikiliza wewe mwanamke. Usipende kunipanda kichwani. Unaongea na nani? Unanijibu eti haikuhusu. Maana yake ni nini? Umeshaanza kuniletea ujuli wa nyumbani kwenu, si ndio? Sikiliza. Kumbuka mimi ni mwanaume na nitabaki kuwa mwanaume tu. Wewe ni mwanamke na ndio umeumbwa hivyo. Huwezi ukawa mimi hata siku moja. Kwa hiyo tusipishane Kiswahili kwa sababu zako za kipumbavu. Wewe ni mwanamke na utaendelea kukaza kubaki kulea watoto tu. Tena najuta kukuoa wewe. Mimi mwenyewe najuta. Tena najuta majuto ya Firauni. Okay. Hivi napotezaje muda wangu kubishana na takataka kama wewe? Ili hali nishaambia wazee wangu tayari kwamba nakutwanga talaka, mimi naenda kuoa kwetu. Kaoe. Baba kaoe hata kesho. Lakini ujue kwamba haki yangu haitapotea na watoto watabaki kwangu. Wewe muhanga wa jambo hili. Kaka, mimi naenda kwa mama. Naogopa baba atamuumiza mama. Siogope. Mama kaambia kuna babu jinsi anamfanyia.
Sasa kuna babu akiondoka, baba atamtesa sana mama. Wameshaongea, wamemaliza. Kwa hiyo kaeni hapa mtulie, niwaandalie chakula mle. Sawa? Umenielewa? Kwa hiyo hata msiogope. Ndio hivyo. Jamani, huyu mtu amesema tukutane mahakamani, hawezi kuja hapa. Anadai mahakamani ndipo ilipo haki yake. Haiwezekani. Rose binti yangu hawezi mahakamani. La hasha. Kama angejua kwamba mahakama ndio suluhisho lake, asingepita. Mama, ukweli ndio. Hapana, hayuko hivyo. Na hawezi kufanya hivyo. Nadhani hapa si bure kuna namna. Namna ipi mama wewe? Hapo cha namna hapa kwa sababu ni hivi. Kama haki zake anaona kwamba ziko mahakamani, basi kulikuwa na haja gani sisi watu wazima kutuita huku? Na mimi kufedhesha. Tunakuja hapa kupata mwisho wenyewe hakuna kitu cha maana, Nikuletea dharau kibeji hapa. Wewe ni mzazi wa aina gani? Una malengo gani na watoto? Au wewe na mwanao lenu mmoja? Mzee mzima, una maneno ya busara? Sawa, kwa nini usitolee macho? Utakata vibao sasa hivi hapa. Hivi mzee, mtu mzima una maneno ya busara. Kwa nini lazima unakuwa una busara wewe? Busara gani kwa wewe? Mama Rose. Una busara. Mama Rose. Mume wako ana busara wewe. Zeni, tafadhali usimdharau mke wangu. Na wala usithubutu kumnyeshia vidole. Usione nimekaa kimya hapa kwa sababu kama si sheria. Hilo jambo lifute kabisa. Na leo sitokubali hapa. Kama haikutendeka haki, na hapa patachimbika. Na pia unajua nilikuwa nakuona mwanzo kama ni mtu mwenye busara, mtu mstaarabika hivi. Lakini sijui mambo yote haya yameishia wapi. Lakini ninachokuambia, mimi sitokubali kuona kwamba binti yangu anakandamizwa. Sitokubali. Watoto wangu, mna nini leo? Hatutaki wewe, tunataka wangu. Lakini nyinyi bado watoto wadogo sana.
Mama yenu ndio ana matatizo, nyinyi hamjui tu. Sio mkorofi, wewe ndio mkorofi. Na wewe unasemaje? Sitaki. Wanangu, kumbukeni mimi ni baba yenu. Mimi ni baba yako. Unasema? Sitaki kuongea na wewe. Mama, vipi tena? Mama kaja kupa ujumbe wetu. Ujumbe? Hajapokea ujumbe wote mama. Tumemtuma aje kukuita, baba zako anakusubiri wanataka kuongea na wewe. Tunaona kimya hapa. Kiukweli mama, sijapokea ujumbe wote. Zaidi yeye kuja huko kunipokea na kunitishia kunipa talaka. Watu wengine? Tunakuita mama. Kwa sababu anakijua alichokiongea. Sisi tunakuita mama. Ndio. Ndio zungumza na baba zako. Haya. Vizuri utamjua. Bibi vipi? Mbona ingia kimya kimya? Wema? Ndio kwema. Vipi anakuja? Anakuja. Sio. Karibu mama. Mama, tumekuita wazee wako ili kuja kuweka mambo yenu sawa sawa ya ndoa yenu, lakini kuna kitu kidogo kimetukia mushkeli za kichwa. Mume wako tulikuambia kwamba unaitwa na kama umekataa, ni kweli? Sasa napata habari nyingine kwamba wewe unadai haki zako, na hizo haki zako umesema zitalipo mahakamani. Kweli? Baba, hakuna ukweli wowote. Hata ukweli ni upi? Mume wangu hakuniambia kama mmeniita. Kwa nini? Wakati mimi ndiye nilitaka shauri hili. Mimi ndiye niliwaita, kwa nini mfanyie dharau? Acha uongo mwanamke. Muogope Mungu kwanza. Si wewe mwenyewe ulisema kwamba nini shauri umelipeleka kwa wanasheria ili ukapata talaka yako mahakamani. Hapo anageuka kitu gani sasa? Ungeza wewe kumuogopa Mungu kwanza. Wewe umeniita mimi. Wewe umeniita. Mimi ningetaka kuondoka hapa kisheria, nilikuwa na uwezo wa kuondoka. Lakini sikutaka kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa nataka niwape heshima yao wazazi wangu pamoja na wazazi wako. Wewe acha ujinga wako hapa. Sheria hiyo sheria ipi? Ya kuipeleka sisi
ndoa yetu au nyumba yetu kwa wanasheria. Tabora, hebu kuwa na heshima na wazazi wako. Basi kuelewe wewe. Unaongea kijana. Lakini baba kijana. Baba. Sasa ikiwa hapo usema puzi wako, je, mnapokuwa watu wawili kule ndani inakuwaje? Hii inaonyesha wazi kwamba wewe una alisoma msichana kama yote yani sawa kabisa. Akata. Mbona kata? Pokea simu. Baba, tuendeleeni tu kwamba masuala mengine. Hapa tuendelee kitu, mimi nataka upokee simu, kipigwe tu upokee, wallahi. Tutakutana sasa hivi hapa. Unakaa tena? Ndio. Tena hapo kawaheshimu mimi wazazi wangu. Kawaheshimu mimi. Huwa anapokea huyu simu zake. Simu za wanawake wake anapokea mbele yangu. Nakwambia pokea simu, afu tena weke sauti. Yote mzima simu wapi? Baba. Unakwenda wapi? Naenda kuongea na hivi. Sit down, kaa chini. Kenge maji. Kaka sauti. Kakata. Nakata? Nimezima. Kwa nini umezima? Kinachokufanya uzime kitu gani? Wewe si mwanamume kweli, pokea. Dume la mbegu wewe. Pokea, unaruka nini? Hiyo simu yako hiyo. Hiyo simu mkeo mbona unazima? Ile ya kwako, si ya mke wako hiyo. Huyu hapana pia. Naamua apige kwangu sasa. Weka sauti, semaje? Na umwambie akome na akome. Kwa ukatia simu zangu. Kwani wewe ni nani? Wewe si mtu wako. Ungekuwa mali mwanangu kuacha usiku mzima na kuja kwangu. Kwanza jiandae. Washa kila kilichokuwa chako na uondoke. Mao nyumba. Bora nahisi kama umekosea namba vile. Usifanye mjinga ya kosea namba. Na wewe unajua kila kitu kinachoendelea kati yako. Nimekwambia hivi, mpe simu huyo unayemwita mumeo, niongee naye. Wewe ni nani unauliza maswali kama hayo? Wewe si kijakazi tu, kazi yako wewe mama, kulinda watoto. Namwambie huyo mwanaume unayemwita mumeo, anitie mjua. La si. Mpe simu ongee naye. Mimi nihusu, nadhani mngezungumza mimi mwenyewe. Wewe kelele. Alidhani kunijengea nyumba ndio sababu ya kunitumia na kutaka. Kwa taarifa yako, mimi tayari ni mke mwenzio na hata nakwambia nina ujauzito wa huyo mumeo. Nakata. Ya kwako yako, ya mwenzako yako. Hana haya wala vibaya mwana Isaya, mwana mtoka pabaya. Uba huna tai sana ukumbuki. Shenzi wa tabia. Lazima tubadilike baba. Hadi lini? Manyanyaso wa wanawake. Pena. Vipi mzee?
Hawezi, nani kakwambia? Mpaka watoto kuogopa. We nini? Baba kwa vampire. Maua. Maua. Upenda. Wamekula? Wamekataa kata. Wambaki wanalia tu, yaani mabembeleza wamekataa. Wape chakula. Pendo, poleni Wazee wangu. Naonekana kama unaona umefanya. Naona na nani? Nimefanya. Sio naona. Wazee wangu, nimefanya kosa. Na masuala kama haya nakaa nafikiria. Naona nitaendelea kuyafanya hivi hadi lini? Ni kweli nimekosea mke wangu, nimekosea na nyinyi wazee, tumewasumbua. Inaonekana kama mtovu wa nidhamu. Kimi kwa naomba mnisamehe. Kwa kuanzia leo nitabadilisha line kabisa. Sio badilisha line, badilisha na moyo wako pia. Huo ukipo uadilifu. Kweli nitabadilisha line na moyo wangu pia. Hii nianze maisha yangu na mke wangu. Baba, kumbuka ni kitu cha familia. Kuwa makini na familia yako. Watoto hawaishi bila baba na mama. Unataka watoto wa kutangatanga mitaani unapoachana na mke wako? Angalia. Sawa. Takula. Kama nimekuzaa kwenye tumbo hili na kama ulinyonya iliziwa, wewe kama utarudia tena na ziwa hili hapa ulionyonya, utatembea makofu barabarani. Takula. Hebu mwenye umoja. Upia na mzazi wake. Pia na nguvu wake. Si mnamnyanyasa. Sisi tumekupa kwa sababu tutegemea kama utaifanya vizuri. Utaifanya kama mke. Unafanya matatizo na mimi, alafu unasema uongo. Ukitegemea nini? Haya mambo yanakuja pale. Sisi tukupa kwa nia nzuri kabisa. Baada ya kuona wazee wako na watu wazuri kategemea nawe pia ni mtu mzuri. Sio unafanya anakosa raha kabisa. Mimi naomba fungua kurasa mpya. Kurasa mpya huyu ajisikie kwamba yuko na mume, aenjoy maisha ya mume, aenjoy maisha ya nyumba, aenjoy maisha ya kawaida. Na wale watoto pia wapate raha. Tuahidi hapo kwamba hutorudia tena hivyo vitendo. Na ukivirudia unamkosa. Sisi ni kitu kidogo tu kumchukua binti yetu. Kumbuka baba, ulisema mwanangu ulimfedhesha sana ukamwona yeye ni fedhuli. Na mimi mwanangu nimemlea vizuri sana, nadhani unajua. Ila tamaa zako zilisababisha mwanangu akaonekana kama hana thamani hichi kikao. Nakuomba baba, badilika. Badilika. Sawa, mimi nimewasikia. Na hapa sitarudia tena. Kaza roho mama. Niruka pakua. Nikaze kike. Naomba kabla ya yote tupe nafasi na yeye. Rose tumsikie na yeye kutoka kinywani mwake anasema nini. Jizuia. Mamangu, wazazi wangu, kama yeye mume wangu amekiri kwamba atajirekebisha, mimi sina tatizo, kwa kuwa mimi nasikia uchungu sana. Watoto wangu wamekosa mapenzi ya baba, wamekosa upendo.
Basi watapata upendo na watapata furaha. Kuta makosa na andika na penseli, andika na nini. Toa wino weka penseli. Basi mama. Atakula? Mke wako. Naona mimi hapo naona ulijiibia. Sogea nasikika kinyamkera. Unaita bai gani hapa? Naomba fursa ya mke wako. Tunamaliza uone. Umemsikia akiongea? Sasa tunamaliza. Ha? Nimekuibia wapi? Nimekuibia wapi? Gani mkao paka? Baba nyanyuka mnani mkeo. Nimekuibia wapi? Nimekuibia wapi? Umeniibia. Tunatengeneza tunabomoa. Basi. Mimi mfupi mtu mrefu kujijeuri. Mzee una akili wewe? Nimefanyaje? Sijapima hospitali kwa mimi huyo mtoto wangu. Nimekuibia mtoto? Saa hizi una miaka 100 ndio unakumbuka mtoto sio wako. Mtoto refu. Unapokuja kwa mwana Bakari umechukua mwana mwali mie. Mimi mfupi. Umechukua mwana mwali mie. Nimekuibia na wapi? Hao watakufanya nini? Unachepuka sana wewe. Nini? Sasa umechepuka Saa hizi jioni. Hapo mzee. Na hivi nguvu una zitakubamiza.